Spika. Naibu Rais Kithure Kindiki akiwa ziarani mjini Meru ametetea serikali kuhusu ongezeko la bei ya mafuta nchini. Kindiki amesema kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha gharama ya mafuta inapungua ili kupunguza mzigo kwa mwananchi wa kawaida. Naibu Rais alieleza kuwa kupanda kwa bei ya mafuta haijatokana na sababu za ndani pekee, bali inachangiwa pakubwa na hali ya uchumi wa dunia pamoja na mivutano ya kitaifa inayotikisa soko la mafuta. Ni shida, bei ni shida, insurance ni shida, transport cost ya kutoka huko kuja huku ni shida. Lakini nataka niwahakikishie, liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza. Kauli hiyo imeungwa mkono na baadhi ya viongozi wanaounga mkono serikali waliokuwa katika ziara ya kisiasa kaunti ya Kilifi. Viongozi hao wanasema kuwa migogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran umeathiri pakubwa usambazaji wa mafuta duniani. Hali hiyo imesababisha kupanda kwa bei ya mafuta katika masoko mbalimbali nchini pamoja na kimataifa. Hata ukiangalia nchi zingine, endeni muangalie, fanyeni research, mwende kule Malaysia, bei ya mafuta imepanda na 72%. Ukienda kule Amerika imepanda na 48%. Ukienda South Africa imepanda na 65%. Hapa Kenya, serikali ya William Samoei Ruto imepunguza VAT kutoka 16 mpaka 8%. Imepeana mpaka fuel subsidy. Bei yetu ya mafuta imepanda na 23%. Na wale wakora wa ukabila wamepungukiwa na maneno. Wale wanasema tusifike kule coast tusaidie watu. Tuambie shetani afanye namna gani? Wale wamezoea Aidha, viongozi hao wamewataka wananchi kukuwa wavumilivu, wakisema serikali inaendelea kutafuta suluhu ya kudumu ili kudhibiti gharama ya maisha nchini. Mivutano ya kimataifa inaendelea kuwa sababu kubwa ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, huku mataifa mengi yakikabiliwa na changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa muhimu